Jamii Kwanza Mapinga ni marafiki wa taasisi ya Visima Viwili kwa kupitia mtandao wetu. Tuko kwenye mtandao mmoja, mtandao wa makuzi na malezi ya watoto unaojulikana maarufu kama TACTIL. Kwa hiyo sisi pia Jamii Kwanza ni sehemu ya eneo la Visima Viwili, ni sehemu ya wana mlandizi. Kwa hiyo japokuwa tuko Bagamoyo, kule kuna Visima Viwili na pia hapa mlandizi, naomba pia mlipokee Jamii Kwanza. Mmeipokea? Ndio. Wazazi mmeipokea? Ndio. Kwa hiyo jamani, tuko hapa kwa swala hili ambalo limeelezewa tangu mwanzo tulipofungua kongamano letu hili. Tumeelezea kwamba kikubwa ni utoaji wa vifaa kwa ajili ya watoto wetu, vifaa maalum vya shule ambavyo leo vinatolewa hapa kwa shule. Tumefurahia kuwaona pia wazazi nao wamekuja kushuhudia, lakini pia wageni waalikwa mbalimbali ambao wamekuja kushuhudia wote kwa pamoja. Na kwa kweli binafsi mimi nimefurahi sana, nimeshukuru sana na nimefurahi kwa sababu nimeona pia mlandizi kuna kitu kinaendelea kujifunza siku hadi siku, kwamba mko vizuri sana. Kwa niaba ya familia, tulikutana kwenye kusanyiko lililopita, tulitoa ahadi ya kuchangia counter books 70 na tumetekeleza. Counter books ziko nje pale, counter books 70. Nashukuru sana. Kiwanda cha mifugo ambacho kiko hapa karibu mbele ya kituo cha polisi cha Mlandizi. Kwa hiyo karibuni sana, sisi tunatengeneza viroba vya sokoni. Kwa hiyo kama mama ukitoka ukienda sokoni, ndio pale unapitia, unakuja kuchukua mifugo pale karibu ya mahindi, mchele, sisi ndio tunayo. Niko hapa kwa niaba ya mkurugenzi na meneja wa TC Industry. Sasa nashukuru sana mkurugenzi wa Visima hiyo kusaidia jamii. Pia watoto wenyewe tunawakaribisha kujifunza, sasa ile wanakuja kujifunza pale ndani. Kitu kizuri sana. Mje tunawakaribisha kujifunza jinsi tunavyochakata mifugo, tunavyoiboresha na kuwa imara, ambayo inakuwa kuhifadhi chakula kama bega kwa bega. Tunaona sasa kitu cha muhimu pale shuleni ni kwa watoto ring paper. Tumeleta ring 50 na pia tuliagiza 46 tumeleta 50. Na hapo sio kama ndio tumeishia hapo labda. Yaani hata kitu kingine kwa mfano tumepelea kwa watu fulani unakuja tu kama ulipoleta unasaidiwa, maana kusaidia sana inasaidia kwa sababu sisi ni majirani. Pia umetuzunguka. Kwa hiyo yani kusema mtu hata alipenda kusema mfugo unatafuta mifugo, anamwelekeza kubali. Ndani jirani TC Industry, the top choice industry. Karibuni. Wakaanza kutaja sadaka zao. Huyu mama alitupa chakula, huyu mama alitupa nguo, huyu mama alitupa hichi. Kwa hiyo atukubali tumzike. Nani atatupa tena? Petro akaugua moyoni, akapiga magoti pale pale, akamwomba Mungu, akamwambia Mungu, kumbuka sadaka za mwanamke huyu anaitwa Tabita. Tazama watu wao wanalia kwa ajili ya sadaka alizotoa. Sasa Mungu alipokuwa ile sadaka, kazi yake kumkumbusha Mungu, hata kama kuna siku biashara yako itakufa, kuna siku uchumi wako utakufa, kuna siku utafukuzwa kazi, lakini hiyo siku wao watoto wakisema asante, ile sadaka inamkumbusha Mungu, nasema yule aliyotoa daftari moja amefukuzwa kazi, unashangaa mara moja anarudishwa kazini. Kuna daftari umetoka kumtoa tena. Bwana apese sana Mungu. Kwa hiyo mimi nimetoa rai yangu kwamba kuliko kutoa laki moja kule kuchangia maharusi au kutoa laki tatu kuchangia magereza ya kuzika watu, kuwe sehemu ya kuwasaidia watoto wao pote nchini. Popote palipokuwa na shirika lenye kuwasaidia watoto wao, nenda kwa undani
kuwasaidia watoto wao, au nami pia ni aposto kwenye kanisa hilo la Uponyaji kwa Mataifa yote, na pia ni mkurugenzi wa kampuni ya Chami mkurugenzi wa hiyo kampuni, na nilitoa ahadi tangu mwanzo kwamba nitaungana na hichi visima viwili kwa ajili ya kutoa kila ambacho Mungu atakubariki, nitakuwa nikikitoa kwa wakati wote. Tumekuja hapa na madaftari, kwa ajili ya kuwasaidia watoto hao, na pia tutaishia hapa. Nitaendelea kutoa kadri Mungu atakavyonibariki, na sio hapa tu, kwenye vituo vyote vya yatima nimekuwa nikifanya hivyo na nitafanya hivyo mpaka mwisho wa maisha yangu. Asante sana. Kwa baraka, lakini pia kwa nafasi nzuri ambayo tumekutana kama wadau, viongozi wetu wa serikali, watoto wetu, wazazi na walezi wengine wote. Naomba tujipigie makofi matatu ya nguvu sana. Mimi naitwa Janet Christian Malela, nafanya kazi na taasisi ya Njita Child Development Foundation. Tunafanya kazi kwenye masuala yanayohusiana na malezi, makuzi na maendeleo ya watoto. Lakini pia tunafanya kwenye programs zinazohusiana na kuinua uchumi wa vijana. Maana katika maeneo haya yote tuna miradi ambayo tunafanya kwa mkoa wa Pwani. Kwa hiyo tunashirikiana na visima viwili, na hata katika kampeni hii ya kuweza kusaidia na kupata vitu, kuhangaika kule na kule kwa ajili ya kupata wadau, wazazi, walezi na wanachama wengine ambao wapo ndani ya TechDen ambao tunashirikiana nao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunasaidia watoto. Lakini kitu kizuri sana tunasema kwamba visima viwili wao wamekuwa ni chachu ya maendeleo ya kuweza kusaidia jamii ambayo yenye uhitaji, kwa sababu ukiangalia hata katika upande wa mawazo haya yalitoka kwao. Kwa hiyo sisi kwa niaba ya taasisi tunashukuru sana mkurugenzi wa visima viwili. Mwenyezi Mungu awabariki kwa jitihada hii kubwa ambayo mnaifanya. Naomba tuwapigie makofi. Lakini pia katika uwasilia wa kawaida, watoto ni wengi sana. Hii naweza nikasema hata robo ya watoto haijafanya nini? Haijafikiwa. Lakini kutoa ni nini jamani? Kutoa ni moyo. Tunaamini kwa vitu ambavyo vimepatikana vitaweza kuwasaidia watoto kwa namna moja au nyingine. Lakini pia nitoe rai kupitia mkutano huu ambao tunafanya, maana yake sisi kama wazazi na walezi tujumuike kwa pamoja kwa ajili ya kuhakikisha watoto wanapata zile haki zao za msingi. Katika masuala ya elimu, hiyo ni haki ambayo visima viwili inatekeleza kwa siku ya leo kupitia kusaidia kutoa hivi vifaa vya shule kwa watoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, diwani wetu wa kata ya Mtongani, mkurugenzi wa visima viwili, wageni waalikwa, mabibi wote, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Awali ya yote nitoe kwenye masuala zake, tunashirikiana wote kwa pamoja. Kwa kweli kushukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, taasisi hii iko kwenye kitongoji changu cha Mtongani, iko kwenye kata yako. Kwa hiyo inatusaidia kwa sababu wanaopata huduma hawa ni watoto wetu, na pamoja wako watoto wa maeneo mbalimbali, lakini wengi wanatoka kwenye maeneo yetu. Mkurugenzi, pia nikupa pongezi kwa sababu ulipoanza na wakati wa sasa umesogeza, maana ulianza na watoto wachache, lakini kadri siku zinavyokwenda watoto na huduma wanayotoa wanahamasika. Kwa kweli unatusaidia sana sana. Mungu akubariki sana watoto wetu, hasa wale mahitaji maalum. Kuna watoto wengine
wanashindwa hata madaftari kutokana na hali zao. Kwa hiyo kwa sapoti hii tunaipata kwa kutumia taasisi hii, basi tuguswe sana na mahitaji haya ya watoto, tumsaidie Bwana, tukiwa na wadau wengine mbalimbali, tumuunge mkono ili taasisi hii iwe kubwa zaidi. Naamini kwamba inawezekana, kwa sababu wote tukiwa na nia moja, kwa pamoja tunaweza tukafikia hatua nzuri ya kuwasaidia hao watoto wetu na wakafika mbali kabisa. Mimi leo sio mzungumzaji sana, kwa sababu niko mheshimiwa diwani wangu, na yeye ndio mara ya kwanza kufika kwenye taasisi hii, na yeye ana mengi sana, ana mchango mkubwa kwenye taasisi hii, na mimi atatusogeza. Asanteni sana. Kwa jina naitwa Dunia Alfani, mwenyekiti wa kitongoji cha Mtopani. Ndugu zangu, mimi niongee mambo makuu matatu. Jambo la kwanza ni washukuru wote mliofika hapa. Pili ni washukuru wote mliotoa mlichojaliwa kwa Mwenyezi Mungu. Tatu ni washukuru wote waliozungumza. Umezungumza maneno mazuri, umezungumza maneno yenye busara. Nne, ni waombe wazazi tuzingatie. Ndugu zangu, hususan mkurugenzi, hii kazi sio ndogo, ni kazi kubwa. Hii kazi ni kazi ambayo unalipwa na Mwenyezi Mungu. Sisi wanadamu tukiangalia tunaiona kama nyepesi, lakini Mwenyezi Mungu ndiyo anailipa. Hakika utalipa. Muombe tuzingatie maneno yaliyozungumzwa. Maneno yamezungumzwa, tuyazingatie. Ni kweli kabisa, ukatili upo. Baba Askofu, ni kweli kabisa, ukatili huo upo na unafanywa majumbani kwetu, lakini sisi kama wazazi tunashindwa kusema. Niwaombe tena sana tuzingatie maneno ya Baba Askofu, kwa sababu taasisi ukifikiria unaiona kama ndogo vile, lakini ni kubwa, kwa sababu imekusanya watu wengi, imekusanya watu mbalimbali. Leo unaweza ukaongea ovyo, matokeo yake ukawa na haribu. Sisi kama serikali tunakushukuru sana 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 sana, na hatuna kuacha hivi hivi, tutakuunga mkono. Na